Maisha bwana msikilizaji, Mungu akikuandikia upindui. Nilipojitambua sikuwa na ndoto kubwa kivile. Nadhani kutokana na familia iliyonikuza. Baba mchuuzi wa samaki, mama muuza vitafunwa. Si unakumbuka historia yangu nilipotokea? Wakati ule niliona level yangu ni ya kawaida tu, sina haja ya kuhangaika sana. Ndio maana nilipopata ajira nilitimiza vipaumbele ambavyo ni nyumba na kupata kigari changu cha mkopo cha kutafutia mchumba. Sikuwa na mambo mengi msikilizaji. Mvuja jasho, habari aise. Mimi mnyonya damu. Aha. Niambie mnyonya damu. Wapi ndugu yangu? Niambie mheshimiwa mtarajiwa. Acha mambo yako mnyonya damu. Mtarajiwa wakati haunisupport. Aise mvuja jasho, ndo kwanza nimesikia leo kwa mzee Masawa. Ameniambia mzee wako kampigia simu. Si unakumbuka Dingi na baba yako walikuwa washikaji? Watani wa jadi. Na ndio kanipa hii namba yako. Kweli za kitambo sana rafiki yangu mnyonya damu. Fresh kabisa. Nimewaeleza pia wakina watu Falfani, Jumbe, Peter na Selemani. Unawakumbuka? Wanakusalimia sana. Asante. Kitambo sana. Wako wapi hao jamaa? Natamani kuwaona. Wapo mjini, maisha kishada rafiki yangu. Ukiwaona utawajua. Vitambi vya kupangusia simu, watu wana six pack, mapigo ya nguvu, anatesa tu watoto wa mjini. Ngoja nikupe namba ya watu. Haya poa, nitumie kwenye message. Poa mheshimiwa mtarajiwa. Msikilizaji, kwanza mzima wewe? Karibu tena hapa Masabuna Simulizi, usikilize simulizi hii nzuri sana ya safari ya maisha ya Bwana Tamimu. Pale tulipoishia kuna sintofahamu, njia kafunguka anampenda Aidan. Lakini Aidan alienda kulala na dukuduku moyoni mwake. Mwanamke anayempenda Sia alikuwa akichati muda wote walipokuwa wakirejea kutoka mkutanoni. Alijaribu kuwa karibu na Sia lakini Sia alimpotezea. Tamimu yeye anaendelea kuwa mume mwenye bahati. Nyumba kubwa Nuru kaamua kumhonga mume, muamala uliingia kwenye simu yake. Mimi baada ya kumaliza kuwasambaza wote nirudi nyumba kubwa kwa mke wangu Nuru. Alinipokea kwa furaha. Siku hii tulilala mapema tu. Asubuhi ya siku iliyofuata niliamka na uchovu sana. Siku hii mke wangu Nuru alikuwa naye bado yuko kitandani pembeni yangu. Nilimtazama kisha nikakumbuka kuhusu muamala alimtumia jana yake wakati natoka asubuhi. Sikuwa nimepata muda wa kuangalia kutokana na ubizi wa siku hiyo ya jana. Nilishtuka, nilihakiki mara tatu. Nuru kanipa milioni 20 msikilizaji. Kwanza, taratibu nilinama nikampiga busu katikati ya midomo yake. Alishtuka. Vipi? Sikuchelewa, nilimvutia maungoni mwangu. Kilichofuata Nuru hawezi kusahau daima. Utundu ninao na mimi. Unafikiri kumiliki mke zaidi ya mmoja ni mchezo? Siku hii nilimfanyia vurugu kisawasawa, shuka, mito, tupa kule. Kwani wewe unashukuru kwa mdomo tu mkao akikupa zawadi? Mimi babu alinipa siri nilipotoka jandoni. Siku moja nitakuambia msikilizaji wangu, sawa Siku hii hata kazini kwangu shuleni nilichelewa, potelea mbali. Msikilizaji, nilipata na idea hapo. Mke wangu unajua nini? Hizi pesa anatengeneza gari ya matangazo. Mume wangu wewe kweli kichwa. Hiki pia ni kitega uchumi kikubwa sana. Maana hata matangazo ya shule zetu, kiwanda chetu cha nguo na harakati zako za siasa na hata kulikodisha tunaweza. Nuru aliruka na kukaa kwenye miguu yangu. Alinionya ulimi wangu kwa ufundi sana. Hatima yake unaijua msikilizaji. Siku hii raundi ziliongezeka za papo kwa papo. Kumbuka ni vya asubuhi. Jamani, kila kitu ni upendo. Nuru ananipenda mno, hawezi kabisa kuficha hisia zake kwangu.
Usituulize watoto nane wako wapi, msikilizaji, wote wako shuleni. Kuna walioko bweni, wengine wapo kwenye shule yetu wanapambana. Na huwa wanapanda school bus na wako kwa bibi yao Mama Farihia. Kwa ujumla mimi ninaenjoy tu na wake zangu. Naam, mapambano yangu yaliendelea. Nilikutana na jamaa wa shuleni ambao sikuwa na ukaribu nao kabisa enzi hizo. Mnyonya damu jina lake hasa ni Christopher Masawe. Nilisoma naye sekondari na ndiye katika watu ambao walisababisha mimi kupata kazi ya ualimu serikalini. Yeye alikuwa huko wizarani. Alikuwa na tabia ya kukopa sana pesa siku mbili baada ya mshahara, yeye hukopa tena pesa ndogo ndogo tu 50,000, 15 za nauli. Siku moja alinitumia SMS ya kutaka pesa kama shilingi 5,000 hivi. Siku hiyo nilikuwa na stress zangu sana. Nilimjibu, acha kunyonya watu damu bwana wewe. Vuja jasho na wewe. Christopher alikuwa ni mtu poa sana, hakujali, badala yake aliniambia, "Hujui tu my friend, umenipa jina zuri sana hilo. Mnyonya damu na librand aisee," kwa lafudhi yake ya Kichaga. "Ila na wewe nitakuita mvuja jasho." Ilibidi nicheke tu. Nakumbuka maisha yale, mimi nilikuwa na malengo yangu niwe na maisha tu ya kawaida. Nijenge, nioe, nipate change ya ugali basi. Huyu jamaa yangu mnyonya damu, yeye alikuwa na kundi lake, walikuwa na ndoto zao kubwa sana. Walikuwa kazini lakini walikuwa na vitu vingi wanafanya nje ya kazi kujiongezea kipato. Nilipoachishwa kazi niliwatafuta sana, lakini nikaambiwa Christopher yeye aliacha kazi kitambo, alijiajiri mwenyewe. Nilimtafuta ili nami niweze kupata mwanga wa kujiajiri, lakini sikufanikiwa kumuona. Ndipo nikasikiliza ushauri wa mke wangu Nuru. Christopher aka mnyonya damu ni mtu ambaye anajichanganya sana na watu aina zote. Ukiwa naye sehemu kila upande utasikia Chris. Si wanawake si wanaume, wanamuelewa sana. Baada ya mawiki kupita, niliamua kumwalika tukutane. Tuliandaa chumba cha mkutano pale shuleni. Ilikuwa ni siku ya Jumapili mchana, siku ya mapumziko. Palikuwa na utulivu. Chris na rafiki zake walifika. Tuliwapokea mimi na Aidan pamoja na mlinzi mmoja. Tulimwandaa kwa kazi hii. Naam, mvuja jasho. Umevuja jasho wewe, sasa ni mheshimiwa mbunge mtarajiwa. Hongera sana. Asante sana. Ila na wewe nasikia ni tajiri mkubwa hapa mjini. Sio hapa mjini, Tanzania nzima. Na upiga mwingi wangu na nyonya damu kisawasa. Biashara zangu zipo nchi nzima. Unataka support yangu kwenye mbio zako? Chris alinikutanisha na marafiki zake hawa matajiri wakubwa hapa mjini. Kwa sasa niliwatambua wote. Watu waliniambia, "Hongera kaka. Siasa daraja la mambo makubwa." Mambo yamekuja kama chafya rafiki yangu, hata sio mwanasiasa mimi. Sasa watu kama wewe ndio mnahitajika. Hawa wabobevu ni wabobevu kweli, lakini uongo mwingi. Wananchi wanataka maendeleo bwana. Asikwambie mtu, jamii zinataka viongozi wa kweli basi. Selemani alishika mkono wangu kwa nguvu sana. "Mheshimiwa, mdoli wako wa jambo." Msikilizaji, nilishtuka. "Ndio, mdoli wako si Farihia." Yaani msikilizaji, cheza na mimi lakini sio Farihia. Peter alinihug, akasema, "Utopolo au bauwela?" Mshikaji, usinigombanishe na msikilizaji wangu. Mimi siko upande wowote. Huku nikicheka sana. Jumbe aliniambia, "Nasikia umewatuliza warembo wawili. Nipe na mimi huo mzizi rafiki yangu." Hamna mzizi, jando la porini mshikaji wangu. Babu alinikata bila ganzi. Tulicheka sana. Wengine walinipongeza. Kwanza tulipiga stori nyingi sana za maisha, biashara, familia, mwisho tukajenga kisiasa. Basi msikilizaji wangu, marafiki hawa wana nguvu kubwa kiuchumi na ni watu wema. Christopher aliniambia mambo mbalimbali ya kuongeza kwenye vikao vyangu. Kila mmoja alieleza ratiba zake, ikaonekana ikiwezekana niandae kikao kingine mapema sana. Niliandaa kikao kwenye kitongoji kimoja cha karibu tu, sio mbali sana na mji.
Timu niliyoambatana nao safari hii ilikuwa kubwa sana. Baadhi ya watu walikuja na watu wao waliosoma nao vioni na jamaa zao wengi. Kwa kweli support ilikuwa kubwa. Kina dada wa mjini ambao walimfuata Chris kama 30 hivi. Watu wangu wa karibu Aidan, Sia na Jia na wakina mzee Mtibwa hawakukosekana. Magari yetu yale 4. Siku hii nilimwaga madini na mbwembwe za kutosha. Wanakijiji walinifurahia sana. Kikao kiliisha salama salimini. Hawa matajiri walimwaga posho kwa wanakijiji na wa kitongoji hicho kama 1500 hivi. Nilishangaa sana na kuwaza, nitalipaje hizi fadhila? Basi tulitoka kidogo nje ya kitongoji hicho, tukasimamisha magari kwenye hoteli moja nzuri iliyokuwa pembeni mwa barabara kuu iendayo Kilo. Nilidokezwa na wapambe katika kundi la Chris kuna mmoja ana share kwenye hoteli hiyo. Kweli bwana, Chris na jopo lake ni hatari kiuchumi. Wahudumu wa hoteli hiyo walivaa t-shirt zenye nembo ya hoteli na jina la mwanashare. Mionekano yao ilibadilika kabisa, hasa Bwatu na Selemani. Asikwambie mtu, pesa sabuni ya kila kitu. Niliwatambulisha pia Sia na Jia na Aidan kwa watu hao. Sia alionyesha kufahamiana na mmoja kati yao, lakini kwa kuzugazuga. Tulikaa, tuliagiza chakula na vinywaji, bili kwa Bwatu. Waliokunywa walikunywa na chakula tulikula. Kipindi chote hiki niliona Aidan hana raha kabisa. Sikumuelewa, ila nilipotezea tu. Jia yeye alikuwa katulia zake. Alikuwa Bennett na binti mmoja ambaye alionekana kuniangalia sana mimi mara kwa mara. Kuna baadhi ya watu waliaga na kusambaa, hasa wakina dada ambao walikuwa na magari yao ambayo waliwabeba na wenzao kuwahi majukumu yao ya kifamilia. Siku hii tulichelewa kurejea nyumbani. Maongezi yalikuwa mengi sana na hawa jamaa zangu. Mipango mingi niliipata hapa ya siasa. Mke wangu Nuru alinipigia simu mara kadhaa, maana zamu bado ilikuwa kwake. Huwa hawezaki kuvumilia, ana wivu sana na mimi. Nakuja mke wangu, leo nimekutana na watu wapya, mipango mingi. Niko njiani wife. Okay, endesha taratibu. Jamani, usilolijua kama usiku wa kiza. Aidan moyo ulimuuma sana kuona Sia yuko karibu na jamaa mwingine. Jia alikuwa anaumia kumuona Aidan anavyoumia na Sia ambaye ni kama sio salama kwake pia. Aidan tayari alikuwa ameachana na mkewe rasmi, walisign divorce, waligawana walichochuma pamoja. Mimi na shemeji zangu Sia na Jia mara nyingi huonana wakati wa vikao vyetu. Siku moja baada ya kumaliza kikao chetu cha ndani, shemeji Jia aliniuliza, "Shem Tamtam, can we talk? Shem, haujanipa ubuyu, mbona kama Aidan anazidi kuwa mnyonge?" Ya Jia, rafiki yangu ana msongo mkubwa wa mawazo. Hana furaha kabisa. Ex-wife wake kaisha move on. Anaolewa soon na ni mjamzito. Wamesha sign divorce. Jamani Shem, what can I do for him? Si ulisema hajamwambia chochote sisi? Hajamwambia, wewe unadhani tufanyeje? I don't know Shem. Maybe nimwambie Sia kila kitu. Umenikumbusha. Hebu niambie ukweli, ni nani mwanaume wa Sia? No Shem, sio sasa, nitakueleza siku nyingine. Nijibu kwanza, nimwambie Sia? Hapana, wataambizana wenyewe. Jaribu kwa sasa kuwa karibu naye wewe, sawa? Okay, I will try. Haya msikilizaji, Aidan maskini, maisha yake ya mapenzi yanaendelea kumtesa. Tayari ndoa imeshavunjika. Jia anatamani kumtoa Aidan msongo wa mawazo. Atatumia njia gani? Ushauri aliotoa kwamba amwambie Sia, Tamimu kaukataa. Pia Jia amekataa kumtaja mwanaume aliye kwenye mahusiano na Sia. Msikilizaji, nini kitaendelea? Usiache kabisa kufuatilia season ya 2, episode ya 5. Bonyeza tu kengele kuwa mwanzo kuipata. Bye.